Let's pray before we start our children's sermon. Our kind and everlasting Father in heaven, we come before you saying thank you for this day. Thank you for your wonderful day that you've given to us this day. Thank you for helping us reach here safely. God, as we are going to do our children's sermon, give us courage, give us protection. Help your children to understand whatever we shall be saying and be with us all through. In Jesus' name I pray. Amen. So last week, we learned about God's shipbuilder Noah. When he had begun building the ark, people thought that he was crazy. But regardless of this, Noah did exactly as God had commanded. That was last Sabbath. Today, our topic is the animals moves in. Again, the animals moves in the book of Genesis chapter 7, verse 1 to 16. Genesis chapter 7, verse 1 to 16. It took Noah 120 years to finish building the ark. The great ship was now finished, 16 meters high and more than 157 meters long. It had become a landmark, visible from every direction. Everybody knew about it, but they didn't even bother to go near it. They only stood at afar and mocked, "Ha ha, Noah's foolishness." The great ship looked unproductive and deserted, for only Noah and his family remained around it. All the hard men had left. They just worked for their pay, and now that the job was over, they had gone home. They never really believed Noah's message. The great door of the ark stood wide open, as if inviting everybody to enter and find safety. Surprisingly, nobody came. There was a strange silence everywhere. Occasionally, this quietness was broken down by the ringing sound of feet as Noah and his sons walked through the empty vessel doing their final touches. For 120 years, the old man preached of the coming destruction. People must have asked themselves, where on earth and how could this happen? The place was so peaceful to their comfort. Soon enough, something started happening exactly as God had commanded. From the book of Genesis chapter 7, verse 1 to 16. Animals of all kind from all directions started coming towards the ark, guided by the hand of God, by the invisible hand of God. All kinds of animal. It's amazing to think of how they all were paired as male and female, such as Mr. and Mrs. Elephant, Papa and Mama Donkey, Tiger and Tigress, and all other animals were not left out. What a sight! Nothing like this had ever happened before. I am sure the people must have been astonished the same way we do when we go through the book of Genesis chapter 7. But even imagine, no one considered even an inch to consider themselves moving into the ark. They must have said that Noah had turned his ark into a zoo. Still, no one took a step towards the ark. Even after several appeals, they just laughed as they had done before. "Go live with your animals," they mocked as they returned back to their homes and their wickedness. This was the final appeal. Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. 7 days from now, I'll send rain for 40 days and 40 nights, and I will wipe every living creature from the face of the earth. Church, nothing more could have been done. The people had the opportunity. They had been given their warning, but they didn't care. Blinded by sin, selfishness, and their evil ways, they didn't want to be saved. Their ears were deaf to God's message. So, on the very day, Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, together with his wife and wives of his 3 sons, entered the ark. All animals, males and females of every living creature, and got into the ark as God had commanded. Then the Lord shut them in. Children of God, to sum it up, the same way people during Noah's time had been given a chance, we also have been given an opportunity to flee wickedness. We are being warned against sin, selfishness, and many other evil ways. If indeed we need salvation, then we must listen to God's message in order to be saved,
just like Noah and his family. Church, what do you say? Again? Let us pray. Our kind and everlasting Master, we thank you for this day. Thank you for letting us spread this message to your children, Father. As we are going to sit and listen to the message from the priest, Lord, I pray that you take care of us and let us grab a thing or two. In Jesus' name I pray and believe. Thank you, children. Just a reminder, the youth, those who have come later, you have a function tomorrow. So for that preparation after the sermon, all the youths in the church, aged from 22 and above, you meet at the umbrella tree. Then we have the youths who are aged 16 to 21 years. You also meet immediately after the divine service. You have lunch together, that is the ambassadors, at the piano area. Or the youths, that is the ambassadors between 16 to 21. And the senior youth also, you have your leader meeting you. So church, when you have a congregation, Elder Peter, when you have a congregation of 100 people, is that a church or not a church? It's a fully church with even an elder, or the elders and the deacons. And we have a congregation following us online on our YouTube channel. I think by now there are around 150 or 130 following us. Our online viewers, we are very sorry. We had a technical itch on the sound, but that has been sorted. So please forgive us and keep on following us as we share and worship our Lord together. Welcome. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe mpaka mwisho. Asante sana, nachukua muda huu kuwakaribisha nyote katika ibada ya asubuhi, siku ya Sabato tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2024, mwaka wa Bwana wetu Yesu Kristo. 25 kweli, yes. Bwana amekuwa mwema kwetu na ni muujiza kuwa hapa kama siku zingine. Leo ni Sabato ya uhuru wa dini, religious liberty, ambayo imewekwa katika kalenda ya Waadventista duniani kote. Katika constitution ama katiba ya ulimwengu kuna kipengele kinachosema kila mtu ana uhuru wa kuabudu. Na siku hii tunasherehekea siku hii, lakini tena tunajikumbusha kwamba uhuru wa kuabudu umewahi kuwa na shida katika siku ambazo zimepita, na katika unabii wetu tunakumbushwa kwamba siku moja kuna uwezekano kwamba uhuru utaanza kufinywa. Ndio sababu leo tunataka kufungua pazia kuangalia ni kipi Biblia inasema kuhusu jambo hili. Nataka kuwakaribisha wote. Kuna ndugu na dada zetu ambao wanahudhuria ibada zetu na wananyamaza tu, hawataki kujulikana, wanakaa kati yetu, lakini Bwana asifiwe, siku moja tutakutana mbinguni. Bwana asifiwe. Kuna watu hapa kweli siku ya kwanza kuwaona ni katika ufalme wa Mungu, na watasema mimi nilikuwa nashiriki katika Kisii Central. Tunawakaribisha na tunaheshimu uhuru wenu wa kunyamaza, lakini tena tunawahimiza kwamba tafadhali tushirikiane pamoja kusukuma kazi takatifu ya Bwana wetu hadi siku ya kuonekana kwake.
kupitia maoni ambayo tulipata kutoka kwa nyinyi waumini, kwa sababu kanisa hii ni yenu, pasta na viongozi wengine, tulikusudia kwamba kwenda mbele tutataka kumaliza ibada zetu kufikia saa 6:30 ili tupate muda wa fellowship, ushirikiano, kwa sababu si ibada tu mahubiri na kwenda nyumbani. Tunafaa kufanya urafiki na wale tunapatana nao, to share experience yale yametutendekea maishani mwetu na kuombeana hata wakati huo kabla ya kurudi tena wakati wa mchana. Tafadhali tushirikiane kwa hili tukiendelea mbele. Kwa hivyo nawakaribisha wote. Najua kuna wahudumu mbalimbali katika serikali ya Kenya, kuna watu wa security, kuna watu wa county government, watu wa national government na wageni wengine wa aina mbalimbali wanaosafiri katika jamhuri hii. Karibu sana. Kabla ya kuendelea, tunahimizwa tafadhali katika kutoa kwetu tuendelee kutoa wiki nzima. Tusiwe tunatoa, especially tukitumia pay bill. Wale wenzetu wanaotusaidia wanatusii kwamba asubuhi ukifika tuma tu zaka na sadaka yako asubuhi ili wapate muda na angalau kusikiliza injili takatifu. Hivyo kuanzia kesho asubuhi hadi Sabato asubuhi, Mungu akikubariki na sadaka, itume tu kwa pay bill ambayo ni 697978. Utawarahisishia kazi yao na kuwasaidia katika kuitekeleza. Mimi ni Elder Peter Mose na tulikuja na familia, nafikiri wako katika umati. Ningewaomba wasimame wapige saluti. Mama na watoto nafikiri wamekaa katika sehemu ya watoto. Wako huko mwisho wa pavilion. Tafadhali saluti kwa umati wa kuabudu. Asante sana. Hebu na tuanze ibada yetu. Bwana mtakatifu, wakati mwafaka huu umetupa kufungua neno takatifu. Tuweke msingi imara, kwa sababu hivi karibuni ulimwengu utabadilika. Utusaidie kusema Bwana ni Mungu wetu, tutasimama naye milele. Katika jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Siku moja nimetoka Nairobi karibu saa 6, tukafika Narok. Katika basi hilo miaka karibu 10 imepita. Tulikuwa na kijana miaka 16 hivi, kati ya 14 hadi 16, na tulipo shuka kuingia kwa kinywaji na break kidogo hapo Narok, nikasikia kijana akiuliza wapi msikiti hapa. Wakamwambia msikiti uko pande ile. Kijana akatoka ndani ya gari akasema ni saa 10, nataka kwenda kusali, mimi ni Muislamu. Wenzangu, sisi tuna vitambulisho vya taifa, tuna vitambulisho vya shule, tuna passport, tuna cheti mbalimbali, vyeti mbalimbali vinavyotusaidia katika kujitambulisha mahali popote tunapoenda. Lakini tena tunatambulishwa kwa njia nyingine, kwa miaka yetu, umri wetu. Tunatambulishwa kwa lugha tunazoongea, tunatambulishwa kwa rangi ya ngozi zetu, tunatambulishwa kupitia kwa dini, na pia tunatambulishwa kutokana na mahali tumezaliwa, na pia kisomo chetu ama jinsia na njia zingine mbalimbali. Kujua utambulisho wako ni muhimu sana. Na
wasomi wengi katika masomo ya kisaikolojia wanasema kwamba ni muhimu kujijua ili ukaweze kuishi maisha ya manufaa kwako na kwa taifa lako. Kuna msomi mmoja anaitwa Helmut Lang. Helmut anasema kwamba if you really have your own identity, you will keep on doing what you think is really right for you. And you will also understand the next step you want to take. Wenzangu, kujijua ni kitu cha muhimu sana. Wewe kama mtoto, kama kijana mdogo, kama mtu mzima, ni muhimu kujua wewe ni nani. Sana sana Wakristo lazima wajue wao ni nani, kwa sababu wana jukumu maalumu katika kalenda ya Mungu wetu. Ili waweze kulitekeleza, lazima wajue wao ni nani. Katika kitabu cha Mathayo 28 tumepewa jukumu kubwa. Kristo akawaambia wafuasi wake kwamba na nimepewa mamlaka mbingu na duniani, na nawatuma mwende katika sehemu zote muwafanye watumwa na wafuasi wangu. Nataka kusema kwamba sana sana Waadventista lazima waelewe wao ni nani, kwa sababu wana jukumu maalumu, kwa sababu waliitwa katika wakati ambao tunaenda kutazama asubuhi ya leo, katika mwaka wa 1800 kuanzia mwaka wa 30 hadi miaka hiyo yote, kufanya kazi maalumu na kutayarisha dunia kwa kile ambacho kitatendeka hivi karibuni. Lakini unajua, katika Biblia tunatambulishwa kwamba sisi ni walinzi. Katika ule wimbo tuliimba, je, mlinzi wa Zayuni. Sisi kama Wakristo tunaitwa ni walinzi. Katika kitabu cha Mathayo tunaitwa sisi ni chumvi ya dunia. Katika kitabu hicho tunaitwa sisi ni mwanga wa ulimwengu. Katika kitabu cha Petero tunaitwa sisi ni wakwani, na katika kitabu cha Wakorintho tunaitwa sisi ni mabalozi. Kuna msomi mmoja wa Kiadventista na ambaye ni mwanatheolojia anasema kwamba those who will stand in the last days must know themselves. Wale ambao watasimama siku za mwisho ni watu ambao watakuwa wamejiamini. Sasa naingia sehemu ya kwanza ya hotuba hii ambayo itakamilika karibu saa 6 na dakika 10 ama 20, kujiuliza sisi ni nani. Na nataka kuanza kusema kwamba sisi ni God's creation. Sisi ni wale walioumbwa na Bwana na Mungu wetu. Kuna nadharia mbalimbali kuhusu chimbuko la binadamu. Kuna wasomi katika vyuo vikuu duniani wanaojiuliza tulitoka wapi. Na leo nikisimama hapa wenzangu, nataka kusema kwamba kinyume na madai ya wasomi, sisi ni viumbe tulivyotoka katika mikono ya Bwana na Mungu wetu. Bwana asifiwe. We came from the beautiful hands of our Lord Jesus Christ. Tunasoma katika Mwanzo 1 aya ya kwanza kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Na tunaambiwa katika kitabu hicho katika aya ya 26 kwamba Mungu wakasema, hebu tuumbe binadamu katika mfano wetu. Kuna watu sana sana watoto na vijana wanaojidharau kwa sababu labda wanatoka kwa umaskini, labda wamezaliwa kwa mazingira magumu, ama labda hawajasoma sana kama wengine. Nataka kuhakikishia wenzangu kwamba nyinyi mumeumbwa kwa sura ya Bwana na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hiyo Mungu anaweka dhamana kubwa kwa kila mmoja ambaye aliumbwa kwa sura ya ulimwengu. Katika kitabu cha Desire of Ages ambacho kimeandikwa na roho ya unabii, tunaambiwa kwamba hata ingekuwa ni mtu mmoja tu ambaye aliingia katika dhambi,
bado Kristo angetoka mbinguni, yule jemedari nataka kuwahimiza wenzangu kwamba sisi ni viumbe wa ajabu sana. Kuna nadharia moja ambayo inasema kwamba sisi hatukuumbwa na Mungu wetu, ambayo iliandikwa kwa kitabu kilichoandikwa na mwanasayansi mmoja Charles Darwin katika mwaka wa 1959. Akaandika kitabu kinaitwa On the Origin of Species. Na Darwin alisema kwamba sisi hatukuumbwa na chochote, lakini tulitoka kwa chembe ndogo tukaanza kuwa wakubwa hadi tukafikia mahali tuko leo. Lakini ukiangalia science, ukiangalia binadamu ni nani kwa sura yake, utashtuka kwamba binadamu is a moving miracle. Nataka kuambia kwamba kwa muktadha kwamba unajua kwamba ukiweka chuma kwa tumbo yako, chuma ikipita ingie kwa tumbo yako mahali chakula kinaingia, itayeyushwa na acid ambayo iko kwa tumbo yako, lakini hiyo acid haijawahi kukuchoma wewe. Muujiza mwingine katika binadamu ni kwamba mtoto mchanga ana mifupa 300, lakini mimi mtu mzima niko na mifupa 206. Kwamba mtoto anapozaliwa, kiumbe cha ajabu ambacho kilitoka kwa mikono ya Bwana wetu, mifupa 300, na anapoendelea kukua inashikana hadi tunakuwa na mifupa 206. Unajua kwamba kweli kila siku kwa muda wa masaa 24 sisi tunatoa cells zinazotoka katika ngozi yetu ni over 1 million cells. We shed off kila siku 1 million cells. Unajua kwamba pia wewe ni mrefu asubuhi kuliko jioni. Huo ni muujiza mwingine katika binadamu. Lakini tena unajua kwamba mapacha wanaoitwa identical twins wana harufu sawa, inafanana. Ukipata twins ambao ni identical, harufu yao ni sawa. Na mwisho unafahamu kwamba ini, the liver, inafanya kazi zaidi ya 500 katika mwili wako. Bwana asifiwe. Huo ndio muujiza. Sisi ni binadamu tuliotoka katika mikono misafi ya Bwana na Mungu wetu. Kuna wasomi ambao wanakataa kwamba sisi hatukutoka kwa chembe ndogo. Nimesoma katika jarida linaloitwa Cosmochemical Evolution and the Origin of Life katika kurasa 291. Huyu msomi anasema kuwa the simplest heterotrophic cell is an intricate structural and metabolic unit of harmoniously coordinated parts and chemical pathways. Its spontaneous assembly out of the environment, granting the unlikely simultaneous presence of all the parts, is not a believable possibility. Bwana asifiwe. Kwamba hatuwezi kusema kwamba binadamu huyu ni wa ajabu hivi, alitokea kwa ajali, kwamba hakuumbwa. Sisi ni viumbe waliotoka kwa mikono ya Bwana wetu. Katika kitabu cha Patriarchs and Prophets kurasa 113, roho ya unabii anatuambia kwamba muujiza wa binadamu kuumbwa sio kitu ambacho sayansi inaweza kutueleza sisi ili tuelewe. Anasema just how God accomplished the work of creation, he has never revealed to men. Human science cannot search out the secrets of the Most High. His creative power is as incomprehensible as his existence. Bwana asifiwe. Na tunaambiwa katika kitabu cha Deuteronomy, katika Mambo ya Nyakati 29 aya ya 29 kwamba mambo ambayo Mungu ametufunulia
ni yetu, na yale ambayo ameacha siri ni yake. Na wasi wenzangu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Sisi tumeumbwa kwa mfano wa Bwana na Mungu wetu. Tusijidharau, tujiheshimu. Watoto wachanga wa shule, tujiheshimu kwa sababu sisi ni viumbe vya ajabu walioumbwa na Mungu wetu. Jambo la pili katika utambulisho wetu, lazima tujue sisi ni nani. Ni kwamba tuliumbwa kwa mfano wa baba wetu, lakini tena namba ya pili ni kwamba sisi ni watu waliopendwa na Bwana Mungu wetu bila masharti. Bwana asifiwe. Kuna wimbo watoto wanaimba unasema, Jesus loves me, this I know. Such a wonderful piece of music. Kwamba Baba anatupenda kupita kiasi. Na nataka kusema kwamba katika taarifa hii kwamba kanisa la Kikristo duniani kote halijawahi kuelewa upendo wa Mungu wetu. Tukiwa watoto katika shule ya msingi na ubiri, kulikuwa na wimbo tulikuwa tunaimba, upendo wa Mungu mkuu unapita lugha zote, unapita lugha zote, hata vilindi virefu. Adamu alipokosa, Mungu alimtuma mwana wake ampendaye awe mkombozi. Nataka kusema kwamba Wakristo wengi hawana uhakikisho wa wokovu wao kwa sababu hawajaelewa kiasi cha upendo wa Mungu. Nataka kusema kwamba wengine wetu katika kanisa hili na makanisa ya Kikristo duniani kote hawajaelewa uhakikisho wa wokovu wetu. Wengi wetu tunaogopa hukumu yetu. Kuna wimbo tunaimba katika Kikisii unasema, kuna ule wimbo wa hukumu, erietariane na kiririkire egetabu igoro, erietariane. Tunaogopa kusikia kwamba kuna hukumu mbele yetu. Tunaogopa kusikia kwamba kuna chapa ya mnyama. Tunaogopa kusikia kwamba kuna chapa ya mnyama mbele yetu. Na kwa sababu hatujaelewa kiasi cha upendo wa Mungu na kile Mungu ambacho alifanya kwa kutupenda, na kwa sababu hiyo tunakosa raha ambayo Bwana wetu ametuamuru kuwa nayo. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso 4 aya ya 4 inasema kwamba furahini katika Bwana, nasema tena furahini. Bwana asifiwe. Lakini kila siku ninapotembea kuja hekaluni, siku zingine napata watu wameshtuka, wanatembea kwa taratibu kwa sababu hawana uhakikisho wa wokovu wao. Lakini leo niko na habari njema kwenu. Nataka kusema kwamba Mungu ametupenda na upendo wa ajabu. Na kwa sababu gani hatujaelewa upendo huu? Ni kwa sababu ya kiisimu. It is a linguistic problem. Unaona katika kitabu cha, asante sana, katika lugha ya Kiyunani, lugha ya Greek, mahali ambapo tumetoa Biblia yetu kuja kwa Kiingereza, kulikuwa na maneno matatu ambayo yanaeleza upendo ni nini. Na kwa sababu hatujawahi kuelewa uzito wa upendo wa Mungu kwetu, ningependa kuchukua muda mchache tu kueleza upendo wa Mungu ni gani. Kuna upendo mara tatu. Kuna upendo unaitwa eros ama erotic, ambao ni upendo kati ya jinsia tofauti, kati ya
wanaume na wanawake ndio unafanya watu kuchumbiana na kuanza ndoa. Huo ni upendo wa kwanza. Lakini upendo mwingine unaitwa filio, unaitwa upendo wa watu wa familia. Unavyopenda watoto wako, unavyopenda wazazi wako, upendo huo unaitwa filio. Upendo wa mwisho unaitwa agape. Upendo wa agape haujawahi kueleweka. Hata nikiwa chuoni, tulikuwa chuoni na Elda Ondara na wengine, kuna chorus tulikuwa tunaimba, this love, this love, this love that makes the world go round, this world, this love that makes the world go. You see, tulikuwa tunaimba eti upendo huu unafanya dunia kuzunguka tu kuelewa. Baadaye nikisoma ndio nimekuja kuelewa kwamba hatujaelewa upendo huo ni gani. Upendo wa agape ni upendo ambao Mungu alitupenda nao. Na nataka kuangalia attributes, features of God is love. Upendo wa agape ni upendo wa aina gani? Na nataka tulinganishe na upendo wa binadamu. Labda kwa njia hii tutaweza kuelewa ni upendo gani Mungu anaotupenda nao. Upendo wa Mungu mara ya kwanza ni upendo usio na masharti. Bwana asifiwe. Mungu hakupendi kwa sababu wewe unatoka katika familia kubwa ama ndogo. Mungu anakupenda bila masharti yoyote. Ndio sababu tunasoma katika kitabu cha Yohana 3:16 kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu ili yeyote inamaanisha kwamba amempenda kila mtu ambaye amezaliwa kwa ulimwengu huu. Hata wale watu ambao hawajamkubali leo. Ellen White anasema kwamba ile siku Kristo atasema kwamba tokeni mbele zangu wale ambao mlikataa mwito wangu. Kristo atakuwa anatitirikwa na machozi siku ya mwisho akiona watu wakiingia kwa tanuru ya moto, kwa sababu alipenda kila mtu na upendo mkubwa usio kifani. Lakini upendo wa binadamu unaitwa conditional. Binadamu wanatupenda kwa sababu fulani. Nina hadithi fupi. Kuna mtu katika chuo kimoja katika nchi hii ambaye alikuwa mwanamke, alikuwa ameolewa lakini akaendelea kupata masomo, na bwana yake alikuwa mwanabiashara, kwa hivyo hakushughulika na masomo sana. Na dada huyu alipo graduate na shahada kubwa kabisa inaitwa PhD, akaambia bwanake, nataka kukutaliki, nataka tuachane kwa sababu sisi hatuko level moja na wewe, nataka tuachane. Upendo wa Mungu ni upendo wa masharti. Tunapenda watu kwa sababu fulani. Attribute ya pili kuhusu upendo wa Mungu ni kwamba ni upendo wa milele. Bwana asifiwe tena. Mungu ametupenda milele. Katika kitabu cha Yeremia 31 aya ya 3, Yeremia anasema kwamba I have loved you with an everlasting love. How can I give you up? Nimekupenda na upendo wa milele. Ndugu zetu, Bwana anawapenda. Ndugu zangu, Bwana anawapenda. Anawapenda kupita kiasi. Kwa sababu kuna watu saa zingine wanapata shida, wanafikiri Mungu ako wapi. Kuna mtu ameandika kitabu anaitwa Elder Philip Yancey kutoka Marekani, ameandika kitabu kinauliza where is God when it hurts. Na anatuuliza kwamba wewe uko kwa shida, unafikiri Mungu amekuacha. Unauliza Mungu alikuwa wapi? Lakini Mungu tena, Philip anauliza Mungu alikuwa wapi wakati mtoto wake alipokuwa anatandikwa micheledi na kupigiliwa misumari katika msalaba. Anasema Mungu has never left you. Bwana asifiwe. Lakini upendo wa binadamu
ni upendo wa siku chache. Nakumbuka miaka karibu 10 katika chuo kimoja, kuna msichana na mfulana waliokuwa marafiki. Kijana alikuwa anakaa Nairobi, akasikia msichana anamdanganya. Kijana akawa na hasira kubwa, akasema nitamuonyesha kilichomtoa kanga manyoya shingoni. Kijana akanunua shoka hapo Nairobi, akalichukua kwa hawa watu wanaonoa visu na panga kwa town hapo mjini. Akanoa kisu, akachukua gunia, akaweka ndani, akapanda gari hadi chuo kile ambapo yule msichana alikuwa anasoma. Na muujiza wa miujiza, kijana akaweza kumuua yule msichana, kwa sababu upendo wa binadamu ni wa siku chache, lakini God's love is everlasting. Bwana atakupenda kila siku hadi siku ya mwisho, ama hadi siku utakapolala kaburini ukingoja kufufuka kwako. Ya mwisho, upendo wa Mungu unaitwa selfless. Sio wa kibinafsi, ni upendo unaokupenda bila kujiangalia. Ukiangalia katika kitabu cha Warumi 5 aya ya 6 hadi 10, Paulo anatuuliza kwamba wakati tulipokuwa wenye dhambi, Mungu alitupenda. Wakati tulikuwa maadui zake, Mungu alitupenda. Ameendelea kutupenda hadi wakati hatukuwa. Sisi ambao tumezaliwa katika karne ya 21 na 20, Mungu alitutazama miaka 2000 baadaye, akajua kutakuwa na Kisii Central. Nimewapenda na upendo usio kifani. Ndugu zangu, Bwana anawapenda sana. Lakini upendo wa binadamu ni upendo wa kibinafsi. Unajiangalia. Sitaki kusema hadithi nyingi, lakini nataka kusema kuna mtu alipata shida nyingi katika familia yake. Ameandika hiyo prayer katika magazine. Anasema kwamba kuna mtu aliomba kwamba akiuliza Mungu, mambo yalipokuwa vizuri kwangu, nilikuwa naangalia nyuma, naona watu wawili wanatembea, lakini leo nimesongwa na shida kila mahali. Nikiangalia nyuma, naona mtu mmoja tu anatembea, naona nyayo zangu peke yake, mtu mmoja. Mungu, kwa nini umeniacha peke yangu? Mungu akamwambia, asante sana kwa ombi lako, lakini I have good news for you. Ulipokuwa unaangalia tukitembea, kweli yule alikuwa mimi na wewe. Nilikuwa nimekushika mkono kama mtoto wangu. Lakini sasa umesongwa na shida. Unaona kama unatembea peke yako. I have good news for you. Zile nyayo unazoona sio zako, ni zangu, Mungu wako. Nimekubeba mkononi kwa sababu nikikuacha utaangamia. Ndugu zangu, mambo yanapokuendea mrama, God is carrying you on his beautiful hands. He will never let you go. He loves you with an everlasting love. Bwana asifiwe. Hakuna siku Mungu hajawahi kusahau. Hakuna siku atakuacha utembee peke yako, kwa sababu utaangamizwa na shida na matatizo na mipango ya yule mwovu. Jueni leo kwamba Mungu anawapenda more than tongue can tell. I wish we had the time tuimbe wimbo, His love is more than tongue can tell. His love is more than tongue can tell. The love tigogo kwaneka. Lakini tena, kama tumependwa hivi, Mungu alitufanyia nini? Kwa sababu ya upendo wake mkubwa, katika kitabu cha Warumi na Wagalatia tunaambiwa kwamba alituokoa kwa imani. Ndugu zangu, tafadhali munisikilize, kwa sababu mkielewa hili peke yake
nitakuwa mtu wa furaha tele. Mungu ametupenda, na kwa sababu hiyo akatuokoa kupitia kwa imani. Inamaanisha nini? Kwamba ukimwamini kwamba kile alichotendewa msalabani kilikuwa chako, akakubadilishia, yeye akasulubishwa, wewe ukaachwa huru. Inamaanisha wewe ulipomwamini Kristo alikupea ticket ya kuingia mbinguni. Bwana asifiwe. Na leo tukiwa hapa kanisani tunaendelea kutayarishwa kuingia katika ufalme wa mbinguni, kwamba kila mtu ambaye amemkubali Yesu Kristo amehesabiwa haki, asivyo hajawahi kutenda dhambi hata siku moja. Lakini watu ambao wamemkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao watamuuliza, Bwana wetu ambaye umetuokoa kwa upendo mkubwa, unataka tukufanyie nini? Nina ushuhuda. Kuna kijana anaitwa Onsomu, hilo ni jina mbadala, ametoka kaunti ya Nyamira. Miaka karibu 15 imepita, alikuwa kiongozi wa genge, na jioni saa 11 kwenda mbele, kila mtu alikuwa anatetemeka katika mji mmoja katika kaunti ya Nyamira, kwa sababu genge lilikuwa sumbufu. Nawaambia leo katika kanisa moja katika kaunti ya Nyamira, kiongozi wa genge hilo Mungu alimtoa kwa ujambazi, na leo nikiongea nanyi amekuwa church elder katika kanisa moja. Inamaanisha nini? Watu ambao wameelewa kwamba wameokolewa kwa neema ni watu ambao watataka kufanya kila kitu ambacho Mungu anawaambia. Bwana asifiwe. Mimi kwa sababu Mungu ameniokoa kutoka kwa kifo cha milele, nataka kumtumikia siku zangu zote hadi nikiingia udongoni au hadi Kristo arudi kwa mawingu. Bwana asifiwe. Na ningewahimiza ndugu zangu wote katika kanisa hili, kwa sababu kuna mafunzo mengi nasikia katika mahali mbalimbali ambapo watu wanasema kwamba ukiokolewa, once saved always saved. Na kweli huu ni uongo ambao shetani amekuwa akieneza, kwa sababu anajua kwamba akiendelea kukuambia hivyo utafika siku ya mwisho uungue katika moto wa milele. Kwa hivyo kuna katika makanisa yetu ya Kikristo, Kiprotestanti na kanisa la Kiadventista, kuna watu wanaamini kwamba mimi nilikuwa mwizi nilipokuwa duniani, na mimi naendelea kuwa mwizi kwa sababu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Biblia haifunzi hivyo ndugu zangu. Bwana asifiwe. Na cha mwisho, tunaambiwa kwamba sisi ni kanisa la masalio. Ndugu zangu, sisi si dhehebu tu la kawaida kama madhehebu mengine. Sisi ni watu tulioitwa kwa sababu maalumu. Nakumbuka katika mwaka wa 1830 Mungu aliita kikundi kidogo leo tunachoita Millerite Movement. William Miller wakasoma unabii wa Danieli ambao ni Danieli 8 aya ya 13 na 14, unaosema baada ya miaka 2300 na hekalu itatakaswa. William Miller wakasoma, wakaangalia kwamba hiyo miaka ikianza kuhesabiwa kutoka kwa mwaka wa 457 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, miaka ingeishia 1844. Wakafikiria kwamba hekalu ambalo lingetakazwa ni duniani. Wakaanza kuhubiri kwamba Kristo atarudi mwaka wa 1844 katika tarehe ya 22 mwezi wa Oktoba. Akaingia Ellen G. White, Hiram Edson na wengine ambao tunasoma katika kitabu cha Early Writings, wakaanza kuhubiri na watu wakashikwa na msisimko mkubwa kungojea Kristo arudi mwaka wa 1844. Lakini leo tukiwa hapa tunajua Kristo hakurudi.
lakini Kristo atarudi siku moja. Bwana asifiwe. Tunaangalia duniani na tunajua kwamba hivi karibuni tumekaribia bandari. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi sio kanisa tu, ni watu ambao tumeitwa kuita ulimwengu, kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Katika Ufunuo 14 aya ya 6 hadi 12, sisi ndio hawa tumeitwa kwenda kila mahali ili kuita watu kwa mkusanyiko mkubwa wa mamilioni Kristo anaporudi. Sasa kama sisi ni watu walioumbwa katika mfano wa Bwana wetu, kama sisi ni watu ambao Mungu alipenda kwa upendo mkubwa, na kama sisi ni kanisa la masalio, tunaulizwa tunafaa kuwa watu wa aina gani? Tunaishi katika ile sanamu ya Danieli 2, tunaishi katika ile sehemu ya chini kabisa ya udongo na chuma ambayo imekataa kushikana. Tunafaa kuishi maisha ya aina gani? Tunaambiwa katika kitabu cha Timotheo ya pili 2:15 kwamba study, soma, jifunze, study to show thyself approved unto God, a workman who needs not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Paulo akimwandikia Timotheo, alimwambia Timotheo kutakuwa na mafunzo ya uongo duniani. Nikitoka mimi Paulo naenda kuuliwa, nikirudi Yerusalemi, tafadhali jifunze, kwa sababu we ni kijana mdogo, ukatunze kanisa langu kwa neno lake. Kwa sababu katika wakati huo kulikuwa na mafunzo ya uongo kama funzo la pantheism, kulikuwa na funzo la uongo linaitwa docetism, kulikuwa na funzo lingine linaitwa legalism, ambapo kulikuwa na watu wanasema kwamba lazima ushike sheria ili uingie mbinguni. Lakini tunajua kwamba Paulo akimwambia Timotheo, hadi leo tunapoishi tunajua tuna hatari kubwa ya uongo katika siku za mwisho. Kuna uongo mwingi ambao utaingia katika kanisa hili, na tusipoweka msingi wetu katika neno la Mungu, kusoma Biblia. Namshukuru Elder Ndemo kwa sababu ameweka mpango wa Bible study for the whole year. Kila saa 8 hadi saa 10 kutakuwa na Bible study interactive katika hekalu. Na wahimiza home churches mfanye a systematic study of the Bible the whole year. Kwaya zetu, tafadhali weka msingi wenu kwa Biblia. Kabla ya nyimbo, tafadhali chukua nusu saa kusoma Biblia. Huo ndio msingi utakaotusaidia kusimama katika siku za mwisho. Tumeambiwa katika kitabu cha Great Controversy kwamba only those people who have fortified their minds with the word of truth will stand through the great conflict. Kutakuwa na janga kubwa duniani kama hatutakuwa na msingi katika Biblia. Vijana wetu, I charge you, study the Bible. Ndugu zetu wa kwaya, soma Biblia, weka msingi wenu hapo. Lakini tena tunaambiwa kuna mtu huyu anaitwa John Wesley, anasema Biblia ni kitabu muhimu sana. Anasema hivi, oh, give me that book at any price. Give me that book of God. I have it. Here is knowledge enough for me. Let me be a man of one book. Bwana asifiwe. Na wahimiza tafadhali msikose hata kipindi kimoja, kwa sababu tuna mafunzo ya unabii. Tutakuwa na series of Bible study katika prophecies of the last days. Tutakuwa na mafunzo ya afya, familia. Na familia ni msingi wa kanisa hili. Familia zetu zikiwa na shida, hatutaweza kufanya kazi ya siku za mwisho ambayo Bwana wetu ametupa. Na wahimiza tafadhali msikose. Kitabu cha Biblia ni muhimu sana. Na tunaambiwa katika kitabu cha Wathesalonika wa kwanza 5:17, omba bila kukoma. Bwana asifiwe. Najua kuomba kila siku inataka a lot of discipline. Inataka mtu ambaye amejipanga, kwa sababu
Ellen White anasema katika Desire of Ages kwamba hakuna mtu ambaye ni salama hata kwa sekunde moja bila kuomba. Na ajabu bila ajabu, kuna Wakristo wanaamka tu kama mnyama. Unajua ng'ombe akiamka hajui kuomba, hajui breakfast, anaamka tu anaingia kwa nyasi. Kuna Wakristo wanaangalia saa, wanatoka mara moja kutoka kwa nyumba wakiingia katika kazi mbalimbali. Maombi yamefungua milango ya jela. Maombi yalifunga vinywa vya simba. Maombi yamefungua mysteries za ajabu katika maisha ya binadamu. Na wahimiza ndugu zangu, chukua muda kuomba. Do not be too busy to pray. Sikia vile msomi mmoja S.D. Gordon anasema katika kitabu kinaitwa Quiet Talks on Prayer. Watu wako na kazi nyingi, hawana muda wa kuomba, lakini anasema the great people of the world today are the people who pray. People who take time to pray. They have not time. It must be taken from something else. That something else is important. Very important and pressing, but is still less important and pressing than prayer. Bwana asifiwe. Kwamba kuna watu wako na kazi nyingi. Kazi muhimu tu, lakini tena kuomba ni muhimu kuliko hiyo kazi. Bwana asifiwe. D.L. Moody, mmoja wa wazee wa kanisa la Kikristo, alisema kwamba niko na kazi nyingi sana, lakini inanibidi kuchukua muda mrefu kuomba kabla ya kuanza hiyo kazi. Na wahimiza tusikose kuomba ndugu zangu. Mwisho, tunahimizwa kuhubiri. Tulete wengi katika this movement. Sisi si kanisa la kawaida. Sisi ni movement. We are a movement wa kuleta watu wajae wakimsubiri Bwana na Mungu wetu. Lakini sana watu wa kuhubiri injili ya malaika watatu. Malaika wa kwanza aya ya 6 na 7, malaika wa 2 na 3, ambao wanaonya ulimwengu kwamba mtu atakayepata chapa ya mnyama na alama yake ataingia kwa tanuru ya moto mkali ambao ulitengenezewa mwovu ambaye amekuwa mwovu tangu mwanzo. Na wahimiza wenzangu, msimamie injili hii. Mhubiri ukweli. Tumeingia wakati ambapo ukweli umekuwa adimu sana. Tulikuwa tunafunzwa kama ukweli umeadimika kama maziwa ya kuku. Ukweli umepotea kila mahali. Kila mahali watu wanakuambia you work smart. Eti unachukua shortcut. Na huo ugonjwa, hiyo pandemic imeanza kuingia katika kanisa letu. Tunahimizwa kwamba katika kuhubiri kwetu tusimamie ukweli. Namaliza hotuba hii nikisoma aya moja katika kutoka kitabu cha Education, katika aya ya ukurasa 57, inayosema kwamba the greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or be sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right though the heavens fall. Bwana asifiwe. Tunapofanya kazi hii, tuombeane ili tukue na nguvu kuimaliza kazi takatifu hii, kwa sababu karibuni Yesu yuaja. Tuombeane kama Wakristo. Muombee viongozi wenu, muombee pasta wenu, muniombee na mimi, muombee na familia zenu, muombee imani yenu, mukaweze kustahimili majaribu ya siku za mwisho. Bwana atubariki ili tupatikane waumini wa kweli anaporudi siku ya mwisho. Ndio ombi langu kwa jina la Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu.
huduma bado inaendelea. Anawalika wote ambao watapata ubatizo siku ya leo tutembea hapa mbele wakati tunapata wimbo wa kualika kutoka Amo. Wimbo ambao unasema jirete. Tuharakishe ama wanaposimama na wimbo, wale ambao tapata ubatizo naomba tutembee mbele. Na wimbo wenyewe unasema jirete. Bring them. Tuharakishe. Wale wa kubatizwa tusimame upande mwingine. Amo tusonge karibu na maji wakati dikonali wanaendelea kutayarisha kidimbwi cha ubatizo. Abangire pequeño ro, amaraya
Yesu. Asanti. Naomba wale wa kubatizwa tupige foleni hapa mbele, muangalie pasta. Tupiga laini moja, muangalie pasta ili tuchukue vows. We can spread. We spread. Kwa baptismal certificate ambayo mtapewa kuna 13 vows. Siku nyuma ya certificate ambayo utapewa siku ya leo, na naomba nisome chache, lakini utaenda kusomea na mtafundishwa na Eldo Nyango na kueleza hizo baptismal vows. Kwa hivyo nikisoma siku 13, unainua mkono wako wa kulia na unasema ndiyo nimekubali. I believe in God the Father, His Son Jesus Christ and the Holy Spirit. Asanti. Ya pili nasema I accept the death of Jesus Christ on Calvary as the atoning sacrifice for my sins and it is penalty. Ya tatu, I renounce the world and its sinful ways and I have accepted Jesus Christ as my personal savior. Ya nne inasema I accept by faith the righteousness of Christ, recognizing him as my intercessor in the heavenly sanctuary, and I claim the promise to strengthen me by his enduring spirit so that I may receive power to do his will. Ya tano, I believe that the Bible is God's inspired word and that it constitutes the only rule of faith and practice for the Christian. Naongea kuhusu Biblia. Namba 6 inasema loving the Lord with all my heart, it is my purpose by the power of the enduring cross to keep God's law of the 10 commandments. Number 7, the soon coming of Jesus is the blessed hope in my heart, and I am determined to be ready to meet the Lord and to do all in my power to witness to his loving salvation by life and by word to help others to be ready for his soon reappearing. Number 9, I accepted the biblical teaching of the spiritual gifts and I believe that the gift of prophecy is one of the identifying marks of the remnant church. Number 10, I believe in church organization and it is my purpose to support the church by my tithes and offerings and by my personal influence, by my personal effort and influence. Number 10, I believe that my body is the temple of the Holy Spirit, and I will honor God by caring for it. I will abstain from the use of alcoholic beverages, narcotics, tobacco, in all its forms, and the foods which God has pronounced unclean. Namba 11 inasema knowing and understanding the fundamental Bible principles as taught by the Seventh-day Adventist Church is my purpose by the grace of God to order my life in harmony with these principles. Number 12, I accepted the New Testament teaching of baptism by immersion and a desire to be baptized as a public expression of faith
in Christ and his forgiveness of my sins. Number 13, I believe that the Seventh-day Adventist Church is the remnant church of Bible prophecy, and that the people of every nation sing them over again to me, wonderful words of life. It seems mzazi amepotea, mtoto amepatikana, basi aweza kuja mpate hapa. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of faith and duty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to me, wonderful words of life. Sit and listen. Yerusalemu, mji uliopendeza sana, unametameta kama dhahabu. Watakatifu watakanyaga pale kwa kishindo kikubwa sana. Tutalakiwa na Bwana Yesu, akituvisha mavazi meupe sana, akitupongeza kwa kupiga vita vyema. Karibuni nyumbani. Yerusalemu, mji uliopendeza sana, unametameta kama dhahabu. Watakatifu watakanyaga pale kwa kishindo kikubwa sana. Tutalakiwa na Bwana Yesu, akituvisha mavazi meupe sana, akitupongeza kwa kupiga vita vyema. Karibuni nyumbani. Itakuwa ni siku ya ajabu, tutavishwa mwili usiokufa, na wapiga vinubi na zeze kando kando yangu, wakikaribisha wageni. Ni siku ya ajabu, ajabu, ni furaha milele. Ni siku ya ajabu, ajabu, ni furaha milele. Itakuwa ni siku ya ajabu, tutavishwa mwili usiokufa, na wapiga vinubi na zeze kando kando yangu, wakikaribisha wageni. Ni siku ya ajabu, ajabu, ni furaha milele. Ni siku ya ajabu, ajabu, ni furaha milele. Washindi wote wataingia nyumbani pale, wakivishwa mwili usiokufa. Tutapanguzwa machozi pale, hakutakuwa na kilio. Tujitahidi tufike nyumbani, mji uliopambwa kwa ustadi. Itakuwa ni furaha, furaha ajabu, tukiwa na Mwokozi. Washindi wote wataingia nyumbani pale, wakivishwa mwili usiokufa. Tutapanguzwa
tuelekee nyumbani, mji uliopambwa kwa ustawi. Itakuwa ni furaha, furaha ajabu tukiwa na Mwokozi. Itakuwa ni siku ya ajabu, tutavishwa mwili usiokufa, na wapiga vinubi na zeze kando kando yako wakikaribisha wageni. Ni siku ya ajabu, ajabu, ni furaha milele. Ni siku ya ajabu, ajabu. Mambo mengi ya dunia kweli yanavunja moyo. Siku kwa siku maisha yanakuwa magumu. Inuka mwenzangu, tazama mbinguni upate msaada daima milele. Mambo mengi ya dunia kweli yanavunja moyo. Siku kwa siku maisha yanakuwa magumu. Inuka mwenzangu, tazama mbinguni upate msaada daima milele. Naamini katika uwezo wake Bwana, dunia ijaporushwa mimi nitamtegemea mkombozi wangu Yesu. Sina shaka ni muweza yote, Bwana ameahidi kwamba ataniinua. Japo giza kuu mbele yangu, haniachi mimi Bwana wangu. Namtegemea huyu Yesu wangu. Naamini katika uwezo wake Bwana, dunia ijaporushwa mimi
tufanye dhoruba maishani, wanadamu wote wamesongwa huku na kule, usiku mchana, wengi wetu mbioni kutafuta tulio. Sururu si kwa fedha matajiri, tembea nami e mwenzangu, twende kwa Yesu sisi sote, yeye pekee ndiye tumaini letu. Wingu la giza tufanye dhoruba maishani, wanadamu wote wamesongwa huku na kule, usiku mchana, wengi wetu mbioni kutafuta tulio. Sururu si kwa fedha matajiri, tembea nami e mwenzangu, twende kwa Yesu sisi sote, yeye pekee ndiye tumaini letu. Umenitendea mengi tena ya kushangaza Bwana, mimi nastaajabu upendo wako. Bwana wangu, utawale ndani yangu, nioshe kwa damu ilomwagika, napata nguvu mimi, nainuka niangukapo. Bwana wangu, utawale ndani yangu, nioshe kwa damu ilomwagika, napata nguvu mimi, nainuka niangukapo. Bwana wangu, utawale ndani yangu, nioshe kwa damu ilomwagika, napata nguvu mimi, nainuka niangukapo. Center Women Ministries, tunapoendelea na ubatizo, tunaomba msikize kwa tangazo hili ambalo limekuja baadaye. Tangazo hili ni kuhusiana na watendakazi wa idara mbalimbali ambao walikuwa hawajatangazwa, na tungependa kuleta majina hayo kwenu. Executive Committee ya Church Board iliketi tarehe 22 mwezi wa Januari 2025 na ikapitisha majina yafuatayo kwa idara mbalimbali. Kwa hivyo msikize kwa makini tafadhali. Elders wa Kisii School, wazee wa kanisa Kisii School, Sabbath School, Elder Robert Aricha, Elder Moses Onyango na Charles Mitaki kama deacon. Majina hayo tena: Elders wa Kisii School, Elders Robert Aricha, Elder Moses Onyango na Deacon Charles Mitaki. Elimu Academy, elders ambao wako in charge pale ni Elder David Bange na Elder Enoch Nyakundi. Elders hao tena Elder David Bange na Elder Enoch Nyakundi. Msaidizi wa pili wa treasury Daniel Kebwaro. Mbali na Elder Chege, msaidizi mwingine wa pili wa treasury ni Daniel Kebwaro. Katibu wa Personal Ministries, Secretary to the Personal Ministries Department ni Meshak Matunga. Meshak Matunga ndiyo katibu kwa idara ya Personal Ministries. Idara ya watoto, mwandishi, secretary, katibu Children's Ministries Joseph Onyonka. Majina hayo ni watendakazi kama vile walivyopitishwa na Executive Board iliyokutana tarehe 22 mwezi wa Januari. Asanteni sana. Tunapomaliza kipindi hiki cha ubatizo, ningependa kumkaribisha Zipora kwa wimbo. Na pia mtakapomaliza, tafadhalini, kama vile mlivyoelezewa, kila mmoja abebe kiti aingize mle kanisani, manake mchana kutakuwa na ibada pale kanisani.
Asanteni sana. Zipwa. Nipatie wimbo. Yesu kwetu ni rafiki, ambiwa haja pia. Tukiomba kwa babaye, maombi asikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya. Kama tulimwomba Mungu, dua atisikia. Je, unayo hata nguvu? Huwezi kuendelea. Ujapodharauliwa, ujaporushwa pia, watu wakikudharau, wapendao dunia, hukwambata mikononi, dua alisikia. Amen. Amen. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspired. Tunaomba. Asante Muumbaji wetu kwa sabato hii njema. Asante kwa ujumbe ambao umetuletea kupitia kwa mtumishi wako Elder Mose. Asante kwa wale ambao umejitualia katika ufalme wako kupitia kwa ubatizo ambao umefanyika mchana huu. Tunaomba uendelee kuwaongoza katika maisha yao, wakutumikie kila siku ya uhai wao. Asante kwa kila mmoja ambaye amepata ujumbe sabato hii. Tunapofumkana sasa kuenda kwa kipindi kifupi cha mapumziko na kupata maji, tunaomba uandamane nasi, na tutakapokutana mchana tena kuanzia saa 8, kiwe ni kipindi ambacho kitaimarisha uhusiano wetu nawe. Asante, naomba haya katika jina la Yesu aliye mwokozi wako wetu. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith,
love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join